Karibu katika simulizi ya Dada Mfua Nguo. Ni katika mwendelezo wa sehemu ya 5 ya simulizi hii. Lakini hebu nikukumbushe machache yaliyokuwa yametokea katika sehemu ya 4. Rita, rafiki kipenzi wa Linda, anamchukua rafiki yake na kumpeleka moja kwa moja kumkabidhi kwa Jay. Kisha anaondoka zake na kumtelekeza hapo. Jay anajaribu bahati yake kuweza kufaidi tunda ambalo lilikuwa halijaguswa. Lakini baada ya kuambiwa kwamba Linda alikuwa hajawahi kutembea na mwanaume yeyote, wazo jipya linajengeka kichwani mwake. Jay anataka kubadilisha msimamo, lakini tamaa ya mwili inamwendesha. Anaamua kutupilia mbali wazo hilo na kumkomalia Linda. Je, atafanikiwa? Na vipi kuhusu Linda? Yupo katika kupambania usalama wake. Atatoka salama kweli kama anavyofikiria? Twende pamoja katika simulizi hii sehemu ya 5, ujue nini kitaendelea. Na kukumbusha uweze kusubscribe katika YouTube channel Hadithi Vibes. Pia ulike, ucomment na kushare. Mimi ni Chief Coco. Sehemu ya 5 inaanza kama ifuatavyo. Tulibiringishana tena kama mbwa akigombea mfupa. Sasa ilikuwa kitandani. Dakika takribani 10 zilikatika tukiwa kwenye vita isiyo na tija. Yuko chini yangu, nguo yake limeshaisogeza pembeni, bado tu kuzama. Na yeye kama alikuwa ameshaishiwa ubishi, sio kwa kupenda bali kwa kuchoka. Nilikuwa juu yake, tunahema kama tuliokimbia maili 20 bila kusimama. Nijitahidi kumsogezea, pepo nikihisi karibu kabisa, ila mlango haufikiki. Mara ghafla, hodi hodi hodi! Mbishaji aligonga kwa fujo. Nani tena pumbavu huyu? Niliishia kutukana ndani kwa ndani. Niliposikiliza vizuri, ilikuwa sauti ya Rita. Nilijua vizuri. Wakati na dua, Linda hakusubiri nimrudie. Alichoropoka mikononi, akateleza kama kambale na kutoka huku akiweka sawa mavazi yake katikati ya mbio. Nilijaribu kumuita, lakini hakusimama. Mlango ulifunguka kwa nguvu, ukafungwa kwa kishindo. Alikutana na nduguye, wakaondoka pamoja bila kuaga. Kimya kikarudi chumbani. Nikahisi niko usingizini. Nafsi ikaanza kunihukumu kwa nini nimekuwa mnyama hivi. Hata mwenyewe sikujielewa. Playboy kama mimi nashindwaje kumtongoza nikajenga upendo taratibu? Kila siku vurugu kwa mtoto wa watu. Si atanichoka? Lakini maswali haya hayakuwa na msaada katika kuzima moto. Nimeshapita na wengi, kila kabila. Nataka huyu Muiraki nione wakoje. Maana kwa sura nawapa 100 kwa 100. Na kama sura ndio utamu wao, basi wameupiga mwingi. Moto niliokuwa nao haukuweza kuzimika. Mwili ulikuwa bado na joto. Lakini sasa joto hilo lilichanganyika na maumivu ya kupokwa tonge kinywani. Mshenzi Rita. Nilitukana. Nilikaa kwenye kochi. Nikapitisha mkono kichwani kwangu. Nimeharibu? Au nimemkaribia? Nafikiri kuna alama nimemwachia. Hata kama ndani sijaingia, lakini tayari mguu mmoja nimekwisha utanguliza. Nilikuwa bado nawaza. Dakika 20 zilikuwa nyingi. Mara kishindo tena. Halafu gongo gongo. Gongo gongo. Angoni ilisikika. Nani tena huyu? Linda atakuwa amerudi? Badani, haiwezekani, haiwezi kuwa. Nilifungua mlango. Wewe, nini kimetokea?
mbona uko hapa? Nilifuliza maswali bila majibu. Saa 3 usiku nilisoma saa. Mgeni aliyekuja safari hii alijifanya kutokuwa mzungumzaji. Alionyesha vitendo zaidi. Alijilazimisha kwenye nafasi mlangoni niliposimama. Akazama ndani bila mwaliko, akiniacha nimezubaa. Wewe, uko peke yako? Mwenzio umemwacha wapi? Nilimrushia maswali nikiwa bado sielewi kinachotokea. Kaondoka. Nimemwacha geto, ameshalala. Alijibu kwa kifupi, akajitupa kimgongo kitandani, akirusha miguu juu na kufanya gauni yake fupi iliyochanua chini shuke hadi kiunoni na kumwacha wazi. Akawa anaivutavuta kurudisha, lakini haikumsitiri vizuri, wala hakujali. Mmefanyaje? Amekushinda sio? Aliuliza swali ambalo sikulipenda. Nilikaa kimya sekunde chache, kisha nikasema kwa sauti nzito, yeye amekwambiaje? Nilitamani kumwambia kuwa yeye ndiye aliyenipeperushia windo langu mtegoni, lakini niliishia kukaa kimya. Alikuwa ni Rita. Alitabasamu, kisha akacheka kicheko cha mdomoni. Miguu yake amekunja juu, gauni iko katikati ya mapaja upande wake, huku upande wa mbele miguu ilikoelekea, gauni likiwa limejilaza kitandani. Kila kitu kiko wazi. Miguu yake amekunja kwa juu, gauni iko katikati ya mapaja upande wake, huku upande wa mbele ulionitazama ambako miguu ilielekea, gauni ilikuwa imejilaza kitandani. Kila kitu kiko wazi. Je, wewe mwanaume mzima, pesa zako zote, unateswa na vitu vidogo? Ameniambia eti hamjafanya kitu. Amevimba huyo, eti mimi ndio nimemleta. Aliongea kisha akacheka tena. Nilimkazia macho. Kwa hiyo anajisifu kwa kuninyima game? Haina mbaya, lakini ningeamua kumfanyia nisingeshindwa. Alisema ni bikira, anataka mpaka ndoa. Nimeonekana namlazimisha kitu asichokitaka kwa sasa. Amechagua kujitunza, sio kuwa kiruka njia. Kujitunza huko kwio? Aliongezea kwa kejeli. Mimi nilikuwa bado nimesimama mbele yake. Joto lilianza kupanda upya nilipokuwa nikimtazama amejiraza kama kitoweo mezani kikisubiri mlaji aliyekwisha nawa. Rita alizungusha macho ya kimtego kunipima imani yangu. Ana bahati yule, bora amejaliwa mbio. Jamani, mshamba wa mapenzi huyo, dunia gani sijui anaishi. Nilisogea karibu naye, nikaketi pembeni yake. Nilihisi joto la mwili wake. Mambo yalikwisha haribika tayari. Naye huyu sio mbaya, kwa kuzima moto anafaa. Niliwaza ujinga. Kwani kukupa shilingi ngapi? Unamnyimaje mtu kitu ambacho ulipewa bure? Alisema kwa sauti ya chini yenye kuchokoza. Nilihisi mchanganyiko wa hasira na tamaa. Hamu iliniendesha. Na sasa Rita alikuwa karibu. Harufu yake, sauti yake, tabasamu lake la kujiamini, acha yale maungo yake yaliyoshiba kama kuku wa kisasa. Nilipitisha macho kwa haraka juu ya mapaja yake. Kinguo cheupe kilinitazama kwa mvuto. Mate akanitoka. Unajua, aliendelea, wewe ni handsome na una hela. Mwanamke gani mwenye akili aache nafasi kama hiyo? Hajui kuenjoy mapenzi kuna muda wake, na wakati wa ndoa ukifika ni umefika. Aliposema hivyo aliinuka akakaa, miguu akaining'iniza kitandani kama yangu, kisha akaniwekea mkono mabegani kwa makusudi. Nilimjua Rita hajatulia, lakini usiku ule sikutaka kufikiri sana. Bora liende, funika kombe mwana haramu apite. Nisogelea zaidi,
Macho yake yalikuwa na mwangaza wa mahaba. Hakukuwa na woga ndani yake, tamaa tu na ujasiri. Ndani yangu kulikuwa na sauti ndogo ikisema, hii si sahihi. Lakini sauti hiyo ilizimwa na moto aliouwasha Linda, na ulikuwa bado haujapoa. Nilishindwa kusubiri. Sikuwa na maneno mengi. Nilimvuta kwa pupa, naye akawa mlaini. Sikumwacha. Nikamgeuza kitoweo ghafla. Nilimthibitishia sikuwa mzembe. Nilimpa kitu ambacho naamini alienda kusimulia. Dakika ziligeuka saa, na tulipochoka kimya kilirejea. Rita alitabasamu kwa ushindi mdogo alioupata kwangu. Asante dia. Jina langu lilibadilika ghafla. Nikawa naona kama anatania. Lakini alikuwa kweli. Alifanikiwa kuuzima ule moto. Ila sikutegemea. Ndipo nilipong'amua kuwa sikuwa mshindi. Nilijihisi mtupu. Nilitazama dari la chumba nikikumbuka macho ya Linda licha ya vionjo vipya vya Rita. Sio mbaya, shughuli anaijua. Lakini niliwaza nimevuka mstari ambao haukuwa na sababu ya kuvukwa. Ila ningefanyaje? Alikuwa amenisaidia sana, ingawa alikuwa amenyakua kombe kwa goli la dakika za jioni. Aliondoka usiku sana, nilimsindikiza. Nirudi kwangu. Nikafikiria nilivyonaswa kwenye mtego mbovu nilioingia kwa hiari. Tumefika mwisho katika sehemu ya 5. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Je, ameingia katika penzi jipya bila kutegemea? Na Rita anaonekana kuwa na moto wa ajabu. Siku moja tu anaingia, lakini ameuwasha kweli kweli. Je, vipi kuhusu Jay na penzi jipya? Vikuja kuzima mawazo ya Linda ama ni ya muda mfupi tu? Na vipi kuhusu Linda huko aliko? Anawaza nini? Siku zote amekuwa akimzungusha, wakati sasa hivi kuna penzi ambalo limeonekana wazi na yeye ndicho kitu anachokitaka. Fuatana nami katika sehemu ya 6 ujue nini kitatokea kati ya hawa watatu.